Kwa jina naitwa Antelma Dominikusi. Mimi nilitokea Songea. Ndio, kutoka Songea. Nilifika hapa Dar es Salaam nikiwa ninaumwa sana mkono huu wa kulia. Ndio. Nikawa nimetibiwa kule Songea ikashindikana. Nikaja hospitali ya Njombe ikashindikana. Akisheni vitu vile vinakaa sawa. Basi nilivyokuwa imeshindikana kule Njombe, nikawa watoto wakaniambia nije huku Dar es Salaam. Ndio. Sasa nikawa siku moja katika kutembea kwangu nikachangaa tenzi zinaimbwa upande huu. Tenzi ilikuwa naimba upande huu. Upande huu wa ng'ambo, mimi nipo ng'ambo nyingine. Basi nikashangaa, nikasema hizi tenzi zinaimbwa kwa nini? Huku ina maana kuna kanisa? Najiuliza. Wakati huo mkono huu unaniuma sana. Basi nikasema huku kuna kanisa, ngojea kwanza nifanye nini niende. Huku kuna mvua inanyesha sana. Nikasema mimi nyumbani sirudi, hizi tenzi na sisi kule nyumbani huwa tunaimba. Basi nilipofika hapa kwa kweli nimeloa. Nilishangaa ibada timilifu ya Mungu, yani nguvu ya ajabu. Nikasema kumbe ndio maana Mungu hakunirudisha kule nyumbani. Kumbe alitaka nifike hapa niliona hili kanisa. Sasa hili kanisa ni kanisa langu. Wakati huu naendelea kuendelea kufika mahali hapa. Siku moja baba ukanisimamisha ukasema, ninamuona mama anaumwa mkono wa kulia, anyoshe mkono. Nikanyosha mkono. Niliponyosha mkono ukaniambia kuna ugomvi, unaweza ukasamehe? Nikasema ndio baba, nitasamehe. Ukasema basi nyosha mkono. Nikanyosha mkono. Nilivyonyosha mkono kwa kweli nilipata uponyaji. Hata ulipata uponyaji wakati huo huo. Uponyaji, yani namshangilia Mungu. Ongeza makofi kwa Yesu. Hai wa Nazareti. Ninamshukuru sana huyu Mungu wa ajabu aliyokuwepo madhabahu hii ya Mungu wa karibu nasi, kwa kweli anatenda. Nikasema asante. Kutoka hapa nina shuhuda mbili tena, shuhuda moja tena nyingine. Ndio. Mume wangu nilikuwa nimemwacha kule kijijini, alikuwa anaumwa. Alikuwa anasumbuliwa figo za kiuno. Figo zilikuwa na shida. Akaja wa ndugu zake wakamtumia hela, akaja katika hospitali ya Muhimbili. Ndio. Alivyopimwa akaambiwa kwamba inabidi atolewe zile figo mbili, ila anunuliwe kifaa cha kuweka hapo. Ndio. Basi kweli alipopimwa vile wakamwambia andaa hela 1.5 kwa ajili ya kununulia kile kifaa cha kuweka hapo. 1.5. Basi mimi kwa kweli watoto walivyoniambia vile nilisema iwezekani, huyu mzee umri wake umeenda sana. Inakuwaje apate operation, mbona itamsumbua sana? Basi nikasema mimi katika Mungu wa Nabii Joshua kule ninayemuomba siku zote aliyoniponya huu mkono, hii operation ninaizuia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hakuna mtu mwingine atakayemponya huyu baba ni bali yeye, kwa utukufu wa Nabii Joshua. Hii operation ninaizuia kabisa isitolewe. Basi kwa kweli baba yule wakamwambia haya, rudi nyumbani ukajiandae, utakapokuwa tayari fedha imekuja basi mtamleta. Alikuwa yeye na ndugu zake na watoto wangu wakawa wapo pale. Ndio. Basi akarudi nyumbani, watoto wakaandaa hiyo 1.5. Alipoandaa zile 1.5, siku ilipofika hiyo sasa ya kupewa operation, yani cha ajabu Mungu kwa kweli, madhabahu hii mimi sitakuja kuisahau kwa matendo makuu. Basi wakati tayari sasa baba yule anasogea, wakamwambia tumekuja tunamleta huyu baba kwa ahadi ile ya operation, ili afanyiwe operation na fedha 1.5 hizi hapa za kununulia kifaa. Baba yule aliwakazia macho, akarudi nyuma hatua mbili, akasema ni nani aliyowaambia nyinyi kwamba huyu mzee anapata operation? Wakasema ni wewe. Mbona sahihi yako hii hapa, na mgonjwa mwenyewe ni huyu hapa, na ndugu zake ni hawa hapa. Ni wewe uliosema na hela hizi hapa tumeshaziandaa. Akasema haiwezekani, nyinyi hamkunisikia vizuri. Inawezekana hizo hela nilizowaambia kwa ajili ya kununulia dawa, sio kifaa.
Yaani kwa kweli watoto na ndugu zake na yule baba wakasema haiwezekani baba, wewe ndio umepotea kwa sababu hii sahihi yako, hii sahihi ya nani kama hukusema? Ya operation. Ya operation. Akasema haiwezekani. Huyo mzee hawezi kupata operation. Basi watoto wakacheka wakasema Mungu anakuabudu kule mambo ya Nabii Joshua ndio aliyofanya kazi ya uponyaji. Maana ilikuwa ni ngumu sana kupona yule baba, ilikuwa ni ngumu. Operation angepata mpaka sasa tungesema sijui ameshasafiri nchi nyingine. Lakini kulingana na utakatifu na niliendelea kufika hapa kumtaja Nabii Joshua na yani kwa jinsi alivyo na nguvu ya ajabu iliyokuwa mahali hapa, nikasema Nabii Joshua hata kama sijaingia ofisini kwa nguvu ya Mungu ya hapa mume wangu atapona. Na kweli alipona yule baba, hakikununua. Kwa hiyo ameshapona figo, hana shida tena. Yaani akupata operation, alinunua dawa hizo za milioni 1.5, alirudi kijijini. Hivi ninavyotamka ni mzima na anatembea, alikuwa anatembea. Ongeza makofi kwa Yesu. Ongeza makofi kwa Yesu tena. Haya makofi hayatoshi kwa ajili ya jambo kubwa ambalo Mungu amelitenda kwake. Yaani Mungu wa ajabu anatenda katika madhabahu, hakuna mfano hata kuelezea. Yaani huyu ni simba wa Yuda kabisa, na tena katika ulimwengu huu. Yaani haiwezekani. Baba nakushukuru sana. Amen, amen. Sifa na utukufu tumpe nani? Tumpe Mungu aliye juu. Amen, amen. Simama tu hapo kwanza. Hallelujah. The lady standing before us has a testimony. She came to this altar. She was suffering from her left hand. She was very sick. She didn't know anybody, but she was just passing by. She had come from the up country, from Sogea. She was referred to Jombe, and from Jombe she was referred to Muibiri Hospital. But when she came to Dar es Salaam, before she could go to the referred hospital, as she was passing here, she heard hymns being sung here. So she entered to this altar, and this is where she got her healing. As she was worshiping here, man of God, Prophet Joshua, by the power of God, saw her and her suffering. So she told her that somebody was aching her heart. She raised her heart. Man of God spoke healing unto her, and she says that since that day, she received instant healing. She gives God all the glory. She says that also her husband was also sick from the up country, referred to Muibiri Hospital, and there was an operation to take place. But she continued praying and telling God of this altar, you are going to heal my husband. She starts here to confirm that through the power of this altar, the man was not operated. He was healed, and she says that he is well. He can move freely. The operation did not take place through the prayers that she got from this altar. She gives God all the glory and says, this altar is powerful. Amen. Amen, amen. Mungu akakuthibitishe. Ongeza makofi kwa Yesu kwa ajili ya uponyaji wa mume wake kwa habari ya figo. Ameshafunguliwa. Hayo makofi hatoshi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Ongeza tena, na punga mkono wako namna hii kwa matendo makubwa ya miujiza. Karibu.